Mwenyezi Mungu akubariki wewe ambaye umekuwa ukitenga muda wako kusikiliza neno la Mungu na kusikiliza elimu mbalimbali za kuweza kufungua fahamu zetu. Katika siku ya leo nitazungumzia mambo 6 ambayo ukiyaona kwa mtu uliye naye kwenye uchumba, hata kama unampenda, muache aende kwa ajili ya maisha yako mazuri ya baadaye. Ndio maana nimeona ni muhimu zaidi nikupe siri ya haya mambo 6. Ukiyajua, hata kama unampenda, muache aende zake kwa kunusuru amani yako, furaha yako na familia yako, na maanisha watoto wako baada ya ndoa. Topiki hii ni muhimu sana na itasaidia wale ambao wapo ndani ya mahusiano kwa sasa, yani wapo kwenye uchumba au wanapanga kuingia kwenye mahusiano au kwenye uchumba. Kwa hiyo ukiyaona haya ninayoenda kuelezea, hata kama unampenda kiasi gani, mwache aende. Jambo la kwanza, ukiona unamlazimisha sana akupende, ukiona hakuna mutuality katika mahusiano yenu, hakuna reciprocity ndani ya mahusiano yenu, maana yake hata kama unampenda, mwache aende. Sikia, tunaingia kwenye mapenzi kupendana na sio mmoja kujitoa sadaka kwa ajili ya kumpenda mwingine. My dear, kazi hiyo aliifanya Kristo Yesu msalabani peke yake. Sasa natolea mfano. Utajuaje kama unamlazimisha akupende? Utaweza kujua vipi? Zipo dalili kadha wa kadha ambazo ukizijua zinaweza kukufahamisha kwamba huyo uliye naye kwenye mahusiano hakupendi, ila unamlazimisha sana akupende. Hawezi kukutumia meseji ya usiku mwema, wewe ndio wa kwanza kumtumia usiku mwema mpenzi wangu, alafu yeye anaitikia na kwako pia imeisha hiyo. Unaweza kumwambia baby I love you so much, akakwambia I love you too, pengine asikujibu kwa muda ambao unatakiwa. Yani sio mtu wa kuanzisha vitu kama hivyo, yani yeye ni wa kumalizia. Hajitoi, haheshimu hayo mahusiano, haheshimu hisia zako. Manake hata kama unampenda mtu huyo, baadaye utajuta. Manake ni vema uondoke mapema kabla donda halijawa kubwa. Manake donda likiwa dogo ni rahisi kulitibu, donda likiwa kubwa gharama yake ni kubwa mno ili kuweza kulitibu. Kwa hiyo ni vema uondoke mapema ili kuepusha mgogoro na mateso na maumivu utakaoanza kuyapata baada ya ndoa. Kwa hiyo ukiona unamlazimisha sana akupende, ukiona unajitoa sana kwake, harespondi vile unavyovifanya, anadharau, anakuchukulia kawaida, haoni thamani ya kwako, manake hata kama unampenda, mwacha aende, atakusumbua my dear baadaye. Ni vema uchukue hatua mapema kwa usalama wako baadaye. Jambo la pili, ukiona mna tofauti kubwa za kiimani. Ninapozungumzia swala la imani, ninagusa wazazi, ninagusa watoto, ninagusa na ninyi wawili. Kwa mfano, baba wa mpenzi wako ni dini fulani na wana imani zao. Baba wa wewe ni dini fulani na mna imani zenu, na umelelewa kwenye maadili fulani ya imani, na mkeo au mumeo naye kalelewa kwenye maadili ya imani fulani. Mkifosi kuoana kwa ndoa ya kiserikali, baadaye mtasumbuana, kwa sababu nje na nyinyi wenyewe kuna wazazi wenu. Wazazi wenu watashindwa kuwa kitu kimoja kwa sababu imani zao wanaamini vitu tofauti. Imani yao haiwaunganishi, imani zao zinawatenganisha. Lakini kama mtakuwa kitu kimoja, maana yake wazazi wenu watakuwa kitu kimoja, watakaa meza moja, watajadili mamoja, wataishi pamoja, watatembeleana, watashirikiana, mtatengeneza undugu na muunganiko wa kudumu. Basi kukiwa na tofauti kubwa za kiimani, maana yake lazima mtatengeneza gepu kubwa kati ya wazazi wa mwanamke wako na wazazi wa mume wako. Hilo ndio jambo la kwanza. Sio tunapoongelea tofauti kubwa za kiimani tunalenga kwa wazazi wenu, mtashindwa kuwaunganisha. Jambo lingine ambalo litakuja kuwa kama effect kubwa, mtashindwa kuwatengenezea msimamo mmoja wa imani wale watoto. Kuna wakati watapata likizo kwenye elimu wanazosoma, watatamani kwenda kusalimia babu zao. Wakienda upande wa mama, watakuta msimamo wa kiimani ni tofauti, so wataanza kuyumbishwa. Wakija upande wa babu,
za baba watakuta msimamo wa kiimani ni tofauti, wataanza kuyumbishwa. Wakirudi nyumbani, baba anaabudu sehemu fulani, mama anaabudu sehemu fulani, manake mtawayumbisha watoto. Mtashindwa kutengeneza familia ambayo ni moja, ambayo ina msingi mmoja, ambayo inaamini katika jambo moja. Mtatengeneza watoto, familia ambayo haina msimamo wa kiimani. Na mwisho kwenye hili jambo, ninyi wenyewe mtashindwa kuwa na maendeleo ya kiimani. Hamwezi kukua kiroho kwa sababu imani zenu ni tofauti. Kila mmoja anaamini katika imani yake. Jambo la tatu, ukiona ana tabia mbaya zilizo sugu. My dear, ukiona mtu unayehusiana naye kwenye mahusiano ana tabia mbaya zilizo sugu, hata kama unampenda, muache aende, kwa sababu baadaye hizo tabia zitakuwa sumu kwenye moyo wako na utaanza kujuta kiasi cha kwamba tayari umeshapoteza muda na umeshapoteza utulivu na amani yako ndani ya moyo. Sasa ninapozungumzia tabia mbaya zilizosugu, sikia, hata mimi ninayeongea nina tabia mbaya, lakini ninachoongelea hapa ni kwamba tabia mbaya zilizosugu. Ni zipi hizo tabia mbaya zilizosugu? Tabia mbaya zilizosugu ni zile tabia ambazo kafanya leo kitu fulani, umemwambia bwana, mimi sipendi kuona unaendelea na hiyo tabia, lakini kesho unakuta anaendelea nayo. Sipendi kukuona umelewa jamani, lakini kesho unakuta kalewa. Sipendi kuona unavuta sigara, kesho unakuta anavuta sigara. Sipendi kuona unavaa nguo fupi, kesho unakuta anavaa nguo fupi. Yaani kuna tabia ambazo ni sugu, anaendelea nazo, aachi. Ukijifariji kwamba nitamwombea Mungu atambadilisha, my dear, usiingie kwenye ndoa mpendwa. Kama mtu unaingia naye kwenye ndoa ana tabia sugu na hataki kubadilika, na ukajipa moyo Mungu atambadilisha, utapigwa na kitu kizito baadaye. Kwa hiyo tabia mbaya zilizo sugu ni hizo ambazo nimeweza kuzielezea hapo. Sijamaanisha tabia, kila mmoja ana tabia mbaya, lakini tabia tunazoziongelea ni tabia sugu. Namba 4, ukiona mna tofauti kubwa za misimamo na misingi ya maisha, hata kama unampenda, mwacha aende. Ukiona mna tofauti kubwa za msimamo na msingi ya maisha, sikia, tofauti za wanandoa huongeza raha ya maisha, huongeza raha ya upendo, lakini zikizidi huwa ni tatizo. Kwa mfano, wewe unaamini katika msimamo wa mwanamume kuwa na mke mmoja, lakini mwenzio anaamini msimamo wa mwanaume kuwa na zaidi ya mke mmoja. Maana yake ninyi hata mtakapoingia mtasumbuana sana, na utajikuta unaanza kujutia kwamba ningejua, lakini nakusanua. Ukiona mna tofauti kubwa za msimamo na misingi ya maisha, hata kama mnampenda, mwacha ende. Wewe unaamini kusema uongo ni dhambi, mwenzio anaamini kusema uongo sio dhambi. So tofauti kubwa za msimamo na misingi ya maisha zinaweza kufanya wewe ukaharibu mfumo wa maisha moja kwa moja. Wewe unaamini kuchepuka ni dhambi, lakini mwenzako anaamini kuwa akizidiwa anaweza kuchepuka, na wala kwake sio dhambi, kwa sababu hata wazazi wake walikuwa hivyo, alikuwa akiwaona wakichepuka. Sasa hiyo misimamo na misingi ya maisha itafanya mgombane baadaye. Ukiona mwenzio anaamini vitu tofauti, anasimamia misimamo ya vitu tofauti against na wewe, na unajaribu kumbadilisha, unajaribu kuingia kwenye line yake, inashindikana, usiforce my dear. Utahangaika ukiforce kuingia kwenye hiyo ndoa. Namba 5, ukiona anaongozwa na mawazo ya ndugu zake au wazazi wake. Ukiona anaongozwa na mawazo ya ndugu zake au wazazi wake, hata kama unampenda, mwacha aende. Yaani ukiona anaongozwa na mawazo ya ndugu zake au wazazi wake au marafiki zake, hata kama unampenda, mwacha aende, kwa sababu hamtaweza kufika popote, wala hamtaweza kufanya jambo lolote la maendeleo, kwa sababu haiwezekani. Mnataka kujenga mpaka apige simu kwa baba yake aidha mama yake, mama, mimi ninataka kujenga na mume wangu, mimi ninataka kujenga na mke wangu. Je, tunataka tununue kiwanja Mbagala.
Je, pale Mbagala ni sawa kuishi? Mama yake anasema hapana, nenda kanunue chanika. Si unaelewa vizuri? Maana yake huyo mtu anaongozwa na mawazo ya mama yake. Wewe uliolewa, kama ni mwanamke umeolewa, hujaolewa na mume tu mmoja, umeolewa hadi na mama yake, kwa sababu hata katika maamuzi ya kupata watoto anaweza kuuliza kwamba sasa sisi baba, sisi tunataka tuzae mwaka huu. Manake yani kila kitu atakuwa ni mtu wa kutaka kujua au kufahamishwa au kupewa ruksa na watu wa nje. Anaenda kukaa na marafiki, wanaanza kuongoza ndoa yake. Sijui unajua mume wako anatakiwa aishi hivi, wewe na mume wako. Ukiona mtu uliye naye kwenye mahusiano au uchumba anaongozwa na mawazo ya ndugu, marafiki au wazazi wake, hata kama mnampenda, mwache aende. Kuna mahali hamtafika kwa sababu ya kuongozwa na mawazo ya ndugu na wazazi na marafiki zake. Kuna mahali hamtakanyaga, kuna mstari hamtavuka, kuna mipaka hamtaingia kwa sababu ya kukontroliwa maamuzi na watu wa nje. Kwa hiyo lazima muwe kitu kimoja. Kila mnachokifanya ninyi ndio muwe marefa wa mwisho. Kwa hiyo ukiona anaongozwa na mawazo ya ndugu zake au wazazi wake ama marafiki zake, hata kama unampenda, mwache aende. Hata mtakapofika kwenye swala la kuanza kupata watoto, itabidi kwanza aulize kwamba nizae au nisizae. Namba 6 na mwisho, ukiona hawazi chochote kuhusu kesho. Sasa huenda ni mdada au mwanaume fulani handsome boy, lakini hana future, hawazi chochote kuhusu baadaye. Rafiki yangu, unaingia kwenye mtego ambao kutoka itakugharimu. Ukiona unayehusiana naye kwenye uchumba ama mahusiano yako hawazi chochote kuhusu kesho, manake unaingia kwenye mtego ambao utadidimiza ndoto zako, na mwisho wa siku unaweza mkageuzwa na kuwa omba. Kwa hiyo ukiona hawazi chochote kuhusu kesho yake, ni vema umwache aende na aendelee na maisha yake. Nataka ujenge tabia za kumuuliza mwenza wako ambaye unahusiana naye kwenye uchumba aidha mahusiano, ana future gani kuhusu kesho yake? Ana malengo gani? Ukikompea na za kwako, ndoto zako na malengo yako, mna mahali mnaenda, kuna sehemu unapaona. Usije ukaingia tu from nowhere na ujui huyo mtu unaingia naye ana future gani, anakupeleka wapi au unaenda naye wapi. Lazima ujue ninayeingia naye kwenye ndoa ana future gani, kwa sababu haiwezekani wewe ni mkaka, ni mdada, aidha niongelee tu wanaume, wewe ni mkaka handsome boy, umejazia, una six pack, uko vizuri, lakini ukiulizwa kuhusu kesho yako hujui. Wewe ni nani baadaye hujui. Yaani ujioni kesho, manake wewe una kasoro. Lazima kama binadamu uwe na destiny ya kwako wewe, destiny life yako. Unapoingia kwenye mahusiano, ukikutana na aina hii ya mtu, hana ndoto, hana future, hana mahali anapopaona baadaye, hata kama mnampenda, mwache aende. Itakuja kufafanua baadaye kwenye video zinazokuja. Kuna wengine pia wana ndoto, wana malengo, lakini hawana activity. Anaweza kuambia ndoto nzuri, mimi nina ndoto, mimi natamani kuwa kama Bakresa, mimi natamani kuwa kama Modewin, lakini ana activities zinazoweza kumfikisha mahali pale. Kwa katika video zijazo pia nitaendelea kukusanua, kukupa siri na mambo mbalimbali yanayoweza kukufanikisha wewe kuweza kuingia kwenye ndoa na mtu sahihi. Jambo lingine la mwisho ambalo naenda kukwambia, jitahidi sana kuongea na Mungu. Jitahidi sana kusema na Mungu. Unapoingia kwenye mchakato wa kutaka mume au mke wa kuingia naye kwenye ndoa, jitahidi sana kusema na Mungu. Usiseme na mchungaji, usiseme na padri, wala usiseme na ostazi. Nenda kasemezane na Mungu wewe peke yako, kwa sababu utakapofikia swala la kuishi na huyo mwenza utakokuwa naye, haitamuhusu mchungaji, wala haitamuhusu ostazi, wala haitaenda kumuhusu padri. Ni jambo la wewe na mwenza wako na Mungu. Kwa hiyo jifunze kusema na Mungu. Mwambie Mungu aina ya mwanamke unayemtaka, mwambie Mungu aina ya mume unayehitaji kuwa naye, kisha
anza kupitia mchakato niliokupatia kuweza kumpata aliye sahihi na wa ubavu wako. Chunga sana, matapeli wa mahusiano wamekuwa wengi. So unaweza kukutana na mtu ni a pretender, ni mwigizaji mzuri, comedian safi kabisa, kila unachomuuliza safi, ana act maisha vizuri sana, lakini baadaye uhalisia wa maisha yake unapokuja, unakuja kukumbuka tayari ulishaharibikiwa. Kwa hiyo jitahidi sana ukisema na Mungu wakati upo kwenye mchakato wa kupata mwenza, manake Mungu hataweza kukudanganya wala hawezi kupeleka mahali pabaya. Kila aliyeanza na Mungu katika jambo swala la ndoa atamaliza na Mungu. Kwa hiyo nakusisitiza sana, ikiwa upo kwenye process ya kutaka kuoa au kuolewa, anza kwanza kufunga na kuomba, mwambie Mungu akuoneshe mahali sahihi. Kama kuna binti umemwona, kaa jiulize, sema na Mungu, Mungu huyu ni mtu sahihi je? Na kuna dalili na viashiria vitakuonesha. Nitatoa maelekezo katika video zinazokuja kwamba huyu uliye naye ni mtu sahihi, mtatengeneza maisha, mtafanya vitu vikubwa. Lakini kwa haya niliyoelezea sita, ukiyaona kwa mwenza wako ambao uko naye kwenye mahusiano au uchumba, anayo na hataki kubadilika, hata kama mnampenda, mwache aende. Jina langu naitwa Pastor Emmanuel Evod Theophilo. Unaweza kushusha comment kama ulishawahi kukutana na mahusiano ya aina hii niliyoelezea. Tabia kama hizi nilizozielezea, tabia sita ambazo nimezielezea. Kisha kukutana na mwenza au ushaanzisha mahusiano ukaondoka kwenye mahusiano kwa sababu ya moja ya tabia nilizozielezea, uliondoka ukaona utapotea au ukaona utaharibikiwa baada ya kuona moja ya tabia nilizozielezea hapa, unaweza kushare kwenye comment nasi tutapitia, na pia utawafundisha watu wengine. Vivyo unaweza ukashare video hii kwa watu wengine wakaweza kuelewa namna sahihi ya kuweza kupata mwenza wa kuanza naye maisha.